Yo, habari za saizi ndugu zangu. Ni Wadunga hapa anayezungumza. So, kwa siku leo nimekuja na project fulani. Nitaweza nikasema kwanza shukrani sana kwa dada yangu Ray wa Mwanya Mtuki ambaye anapatikania pale Canada, mtangazaji wa Afro Voice TV. Nitaweza kusema nimempongeza kwa sababu kwenye hatua ambazo alizozipiga ni hatua kubwa. So, nitaweza kusema kwamba nimeweza kupata list mwezi siku mbili like kwenye page yao ya Afro Voice TV on Instagram. Niliweza kuona top 6 ni wasanii 6 wa Canada ambao wanaofanya vyema. Kumbe Canada nako kuna wasanii. Mimi sikuwa najua, nilikuwa nasikia lakini sijui kama huyu msanii anaitwa nani. Na baada sasa ya P-Boy kuenda kule maeneo yale ya Canada, naona yeye ndo anasikilika tena kuzidi hawa wengine ambao waliweza kutajwa hapa. Basi kaa nami mwanzo mwisho tuweze kuwataja hawa wasanii ambao waliofanya vyema sana on YouTube kwa hiyo mwezi ambao tuliacha, mwezi wa 5. So nitaweza kusema pongezi sana dada yangu Ray, pongezi sana kwa sababu hao wasanii mimi sikuwa nawafahamu hata kwa majina, lakini kwa siku leo niliweza kuwafahamu. Na vikiwezekana kwanza nitaweza nikakuomba hata namba zao, kwa maana mimi ni mtangazaji wa Family TV Online na nastahili nikuwe na namba zao kwa sababu ya kuview status nini na kuweza kujua nyimbo zao zinaenda aje, tuweze hata kutoa hata support, kwa sababu najua muziki wa Canada sana sana hausikiliki kwa upande wetu kwa sisi wa Afrika ambao tuko huku USA. Mimi ndo sababu yangu mimi kusema kwamba mimi ndo mara yangu ya kwanza nitaweza kusema ndo mara yangu ya kwanza kuwafahamu hao wasanii ambao uliweza kuwaandika hapa. So nitaweza kusema sana shukrani sana, na wasanii wenyewe bwana mjue kwamba aseme mtu ambaye wa TV, mtu wa TV ya Afro Voice TV ama mtangazaji ambaye anaitwa Ray wa Mwanya. Ray wa Mwanya nimemzoea kwa hilo jina la Ray wa Mwanya. Ameweza kuwakilisha ama kuwafanya wasanii wa Canada muweze kufahamika angalau kiasi kwa sisi watu ambao tulioko huku USA, kwa sababu huku USA kuko luenge sana, kuko etete ya huku iko nafanya ikija hivi, basi wengine wa huko labda wakambini kidogo ndo wanasikilika huku pande hizi, na ni wale ambao wanaofanya vyema sana wakambini, lakini wa Australia, Sweden, wapi hawezi hawaonekani, hawasikiliki upande huu. Lakini nitaweza kusema kwa jitihada ambazo alizozifanya dada yangu Ray, basi na imani kuwa mtakuwa mnasikilika, basi mwe mnampongeza na mwe mnamsupport kiasi fulani kwa kazi ambayo anaifanya. So hapa kuko msanii ambaye anaitwa King Perex. Hiyo mwezi wa 5 hapo aliweza kutizamwa na watu watu nona tweet K. Ni msanii ambaye alifanya vyema, waangalie, na ni msanii ambaye anayefanya Afrobembe kwa upande ule wa Canada, lakini ndeze kusema kwamba aliangaliwa na watu wachache, lakini angelikuwa upande huu wa USA angefanya vyema zaidi, au sio? Ama nyimbo zake zingekuwa siku zinasikilika upande huu, angefanya vyema zaidi mpaka aje aonekane wa kwanza kwenye wasanii ambao waliofanya vyema mwezi wa 5 ambao tulioacha nyuma. Basi sema wanakosa support, basi tutafanya aje? Wa pili ni Ray. Ray ameangaliwa na watu 21 on YouTube, yote kwa sababu hawasupportiwi. Yani sijui kama niseme aje, nyimbo za kule kwao kama zisikiki huku, kama wana connection na watu gani, yani sijui kama niseme aje kwanza kwa mfano. Na watatu kwa sasa hivi anaonekana ni P-Boy. P-Boy hajaachia ngoma ndo cha ajabu, lakini kwa wasanii ambao walitazamwa mwezi huo ambao tulioacha mwezi wa 5, naye ni miongoni mwao P-Boy, kwa maana naye hapa ameangaliwa na watu 17 kwa hiyo mwezi ambao tulioacha mwezi wa 5. Kuna msanii wa ini ambaye anaitwa Alaska Simba, ameangaliwa na watu tu 4.8. Jamani, tusupport muziki wa Canada.
Jamani, tuzidi kusupport muziki wa Canada, kwa maana naona ni watu ambao wanajituma lakini hawana support. Ila wakishapata support kwa upande huu wetu wasio wa USA, kwa maana huko ndio kuna watu wengi zaidi ya pale Canada. Unaona? Na imani watafanya vyema na watakuwa wenye ubora zaidi na wenye kufanya vyema zaidi, na watakuwa nasikilika kote kote, kwa maana najua muziki za hapa kwetu USA zinasikilika hata na Canada, hata na Australia, lakini muziki za Canada zisikilike hapa, na nashindwa kuelewa kwa sababu gani. Na wote wanafanya muziki mmoja, ila tofauti upo kwa kila mtu sasa kwa kupanga vyake. Na watano anaitwa Laura Ministre, ameangaliwa na watu 3,300 mwezi ambao uliopita, watano. Na wa sita anaitwa King Elize, watu 2,000. Jamani, tuzidi kusupport muziki wa Canada, kwa sababu naona listi ya wasanii, baadhi ya wasanii 6 ambao waliofanya vyema mwezi huu ambao tuliuacha ni hao ambao niliwataja hapa. Lakini na imani kule kuna wasanii wengi, na natamani sana siku moja angalau wazidi hata hao wasanii 6 ambao walioko hapa, wazidi wapitilize, itakuwa vyema zaidi wakishapitiliza, kwa maana wakiwa hata 10 nini inakuwa vizuri. Lakini ndeweza kusema make sure watu ambao walioko USA tuzidi kufuatilia wasanii ambao niliwataja hapa kwa upande ule wa Canada, na pia tumzidi kumpongeza dada yangu. Acha nimpongeze sana, mimi nitampongeza sana dada yangu Ray Wamanya. So ni Piskali ambaye inapatikana pale Canada, ila tena ni mtangazaji wa Afro Voice TV. Basi make sure fanya na subscribe, like na comment channel yetu ili wa kwanza kupata vitu vyetu ama update zetu. Huyu hapa anazungumza ni Wadunge, na uwe na siku njema.